Muziki ni nyenzo mtambuka, muziki inachochea harakati, muziki ni sauti ya haki na maendeleo. Muziki una nafasi kubwa sana kwenye jamii, elimisha, unaburudisha. Muziki una nafasi kubwa pale ambapo ukiwa kuna msiba, kwa hiyo hapa ni maombolezo, si ndio? Muziki ni kama maji tu, hutumika popote. Muziki asili wake wapi? Muziki hauna mwenyewe. Muziki ni wito, muziki ni wanani? Anaitwa Dr. Remy Ongala. Muziki ni wanani? Muziki hakuna mwenyewe. Muziki ni mwito, muziki ni fundisho, muziki maombolezo, kilio. Usinione nikiimba ukazani ninayo furaha, kumbe ninayo huzuni moyoni. RIP kwake, moja kati ya waandishi bora sana kwenye upande wa muziki Tanzania. Unakumbuka jinsi ambavyo aliandika wimbo huu, akatuambia jinsi gani ambavyo muziki umekuwa na nafasi kubwa. Hapo unaburudisha, unaelimisha, lakini vile vile muziki unatumika kwenye engo nyingine nyingi sana. Ni jinsi ambavyo unataka wewe mwenyewe utumie kwenye engo gani. Dangerous Zone of Nundas aka kundi ambalo lilikutanisha vijana ambao walikuwa nasoma sekondari kipindi kile, Jitegemee, Makongo, Azania, wakatengeneza ngoma ambazo mpaka hivi sasa tunaishi nazo. Uandishi wa kipekee ulisababisha vijana hawa waweze kupewa attention kubwa sana. Unafahamu kabisa ngoma kama Barua, ngoma ambayo ina uandishi wa kitofauti sana, waliandika tofauti sana. Leo tuko nao hapa, unataka kufahamu jinsi ambavyo ngoma hii ya Barua ilivyoandikwa. Hapa tulishaza madimbwini, lakini bado walopokea nashindwa za kuamini. Uwala moyo wangu alipotana na mimi. Barua hii jamani inanihuzunisha, kila somapo moyo wangu nasononeka na ufukara. Ngoma ya mwisho kabisa kufanya na Mika Mwamba kama kundi kama Das Nundas ilikuwa ni Barua, ambao ndo ilibeba ilikuwa inatangaza album sasa baada ya Kamanda. Kwa hiyo ni ngoma ambayo mwisho wa siku bado tulikuwa tayari tumeshaingia kwa P-Funk, tupo ndani ya Bongo Records, lakini tulikatoka tukaenda kurekodi bado kwa Mika Mwamba. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye anaweza, sababu Mika alikuwa kama ni mlezi wetu tunaweza kusema. Kwa sababu ukiangalia wimbo wa Maji ya Shingo, wimbo wa Kamanda, bado Mika alikuwa sisi anatujua, ameshatujua. Kwa hiyo hata tulivyoingia pale kwa P-Funk mwenyewe alikuwa anakubali. Anasema kwamba bwana nyie Mika anawajulia. Idea ilikuja kama ilikuwa kama siasa. Ni tufanye kama kuandikia barua serikali au na nini. Lakini katika moja wetu katika kukaa pamoja, nafikiri Feruzi Sipiti ndio alisema kwamba bwana hii tubadilishe ya mapenzi. Kwa hiyo tukaweza kuangalia magap kati ya maskini na tajiri. Kuna nini hapa katikati, tukaja huko kuandika Barua. Hajaandikwa kwenye karatasi kwa sababu aina ya uandishi wa Das Nunda ni wa kutumia kichwa, ndio aina ya uandishi. Kwa hiyo ilikuwa tunakutana maskani, huyu na labda Feruzi na laini zake katengeneza melody, basi tunashirikiana wote bwana kuishape, kama ataongezea maneno au mwingine ataweza kuongezea neno. Sio Kupa alikuwa na ushirikiano mzuri sana, lakini ilikuwa iandikwi kwenye karatasi. Haikuwa mapenzi before, umeona. Ila baadaye kwenda maskani kukaa, baadaye ndo Feruzi akatimba maskani baada kutoka, ilikuwa likizo kama sikosea, kama alikuja tu one time kutoka Kizuka. Akaja kubadilisha bwana, haiwezekani. Kwanza kwa nini Barua idea nzuri, lakini kama ni tuipiga katika mambo ya mapenzi, si unajua. Katika mambo ya mapenzi watu wakatoka kaa kafikiria kama mbona zikawa kweli kawa nzuri, si unajua. Basi moment zikaanzia hapo za kuanza kurekodi Barua, si unajua. Mika Mwamba aliweza kupokea hawa vijana na wakatengeneza ngoma ya kwanza kabisa ambayo aliweza kufungua ukurasa wa safari yao ya muziki, inaitwa Maji ya Shingo. Story behind ya uandishi wa ngoma hii ya Maji ya Shingo ilikuwa ni nini hasa? Maji ya Shingo, 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 yamenifika mwanambiwa, sisikizia mimi la kutambiwa, jela nikituganta kwenda taachiwa, kama vikesi vingi nishasingiziwa, mtu akisikia Maji ya Shingo ni kwamba mtu mambo yamemzidi, au sio? Kwa hiyo katika uandishi wetu sisi kama Das Nundas
tuliweza kuangalia upande wa watoto yatima na kuangalia watoto yatima, kwa sababu mtu anakuwa na wazazi ana nini, unakuta anavyoachiwa labda mali, urithi, ndugu wengine wanaingiwa tamaa. Kwa hiyo tulijaribu kuelezea na kujaribu kusema hichi kitu sio kizuri katika jamii, imradi hata au yatima wenyewe waweze kupata relief, na maana kutokana na message ambayo kwamba ikikufikia message kwamba jambo baya, jambo sio zuri, nafikiri watu wanasikia. Kwa hiyo kwa kufanya vile, kuandika Maji ya Shingo, yale yalikuwa ni malalamiko ya mtoto yatima, analalamika kwamba hivi na hivi sio sawa, na unafanywa hivi, unachapwa, anafanywa nini, na nazulumiwa mali za baba zangu nini. Kwa hivyo vitu vipo katika jamii, tukaona kwa nini tuviache, na sisi tunazungumza muziki wa jamii, ndio maana tukaandika Maji ya Shingo. Ndio ngoma ya kwanza kurekodi, lakini kipindi kile bado sisi tulikuwa tujaanza kurekodi ngoma. Tuko wasanii tu, yani ile kwenye concert sana, tunatokea kwenye ma concert sana. Watu wanafahamu tu kama Das Nundas nini, street group, yani watu kama wakitaani kule Suicide nini sehemu hizo. Lakini mwisho wa siku tukataka tukarekodi ngoma yetu ya kwanza. Tukasema kwa nini tusirekodi? Sababu tulimsikia ni nani, tulisikia baadhi ya wasanii wenzetu wanaanza kutoka ambao tukifanya tulikuwa tunafanya nao riasa. Tukabana na sisi tuanze kurekodi kama vipi. Macho yangu yanalengwa na machozi ya damu, yote sababu ya tamaa za wanadamu. Moyo wangu umejawa na fundo la huzuni, naona maisha yangu yanateketea katika fungu la kuni. Sababu hata hii verse mimi nilichukua kutoka kwa Critic, maana Critic verse ndio haiperform yeye kwa hiyo track ya Maji ya Shingo. Sema ndio hivyo kwa ile love na nini, akaniambia mwanangu, kama vipi wewe simama hapo katikati. Umeona? Kwa nini kama hivyo nikasijakamata vizuri, kwa hiyo mpaka nafika studio ikabidi ni force na nini. Kwa hiyo ni wakati mgumu kidogo wakati niko studio, kwa sababu nilikuwa sijaikamata afu ile beat, sababu ilikuwa na tempo ya juu, na sisi na mimi katika kuchana katika zile beat kidogo nilikuwa bado sijazimasa. Unajua kitambo ilikuwa bado sijakuwa mzuri kihivi, sio wakati tunaanza game, sio tunajitafuta kusoma style na nini. Ni nyimbo kipekee ambayo ilionyesha ushirikiano mkubwa kwenye Das Nundas, kwa sababu Critic alishiriki sana kwenye kuandika verse ya kurap, lakini ya kurap le akarap Rarumba, na haikuleta conflict yote kwamba kwa nini mimi siimbi anaimba huyu. Kwa ni nyimbo yetu ya kwanza ambayo kwanza ilijenga spirit ya umoja, kwamba inabidi tushirikiane kwenye kuandika, lakini ilijenga spirit sio kwamba sio lazima ukiandika uimbe. Kwa kikubwa ilikuwa Das Nundas wamefanya kitu gani kizuri, sio Feruzi, Sadio au Das Baba au Rarumba kafanya kitu gani kizuri. Hii ni historia ya kijana ambaye umaarufu wake na fedha ambao alikuwa anatengeneza kipindi kile ikapelekea akawa anatamani sana kuusogelea ukimwi, HIV. Akaupata kupitia starehe, anaitwa Feruzi. Hapa nilipo mimi nipo kitandani, starehe zimeniweka matatani, kupona tena mimi haiwezekani, masela wangu ndugu zangu buriani. Kisko ni mdomo. Okay, copy guys. Tumerudi kunifurahisha mkurugenzi. Kwa herini, afande sere Morogoro, kwa herini, Arusha wanapara, kwa herini, hamtoniona tena duniani. Na kwa sababu starehe nimeandika muda mrefu sana, kwa hiyo wakati kabla hata sijaiachia ngoma ambao hata kabla sijairekodi, ni wimbo ambao ulikopo, yani unanisumbua kila sehemu ninapopita, kwa sababu mimi unajua niko na sehemu napita kipindi hicho maskani tofauti. Kwa kila nikipita kwenye maskani lazima niitwe, njoo Feruzi, njoo, hebu tuimbie starehe hapa. Kwa lazima niimbe. Ni nyimbo ambayo ilikuwa naweza nikaimba hata mara 20 kwa siku. Ni wimbo ambao hata Majani mwenyewe kwa wakati mwingine nikienda naye sehemu nini, mtu underground akija kuimba ananiambia, Feruzi, hebu niimbie starehe hapo. Mpaka ananiambia, Majani mambo gani? Kutokana na ukiangalia ule wimbo nimeimba, yani kama hali halisi ukiangalia, yani ile kitu ambacho kipo. Kwa hiyo asilimia kubwa matatizo kama haya yanapatikana kwenye vitu kama hiyo, kama starehe. Na hata maradhi yenyewe yanapatikana ukiangalia kwa asilimia kubwa kwenye mastarehe, kwenye maclubs nini, ndio vitu kama hivyo. Na ndio maana kwa sababu mimi muziki wangu pia nili point kwamba upigwe kwenye sehemu kama hizo za starehe ili kuelimisha, umeona. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo, yani naweza kusema nimeimba wimbo ambao ukisikiliza mashairi yake, yani vitu ambavyo unaweza kuona labda kama mtunzi tu ameandika tu kwa nini, lakini ni kitu ambacho kipo na kinaendelea kuwepo, ndio maana unaona wimbo bado unaendelea kuishi. Ule muziki kama unavyouona ni muziki ambao
una touch, una touch, unaingia kabisa sehemu, kwa sababu kuna watu wengine walikopoona wanasema bwana, kuna watu wanyanyapaa nini, kuna wagonjwa, wanaona ileta tafaruku hadi kwenye mahospitali na sehemu zingine, umeona, kwa sababu ile kitu inakwenda moja kwa moja mpaka kwenye moyo wa mtu, inaingia, alafu unasema kwamba sasa mwisho siku inakuwa kama inashtua. Sasa mtu anaweza kusema bwana, mimi nisiusikilize muziki, labda ni uzime. Kwa sasa inabidi tunaufikishe vipi ili mtu aweze kuupenda. Unachezwa vipi club muziki kama ule, kwa sababu muziki kama ule kwa maneno kama yale ni vigumu sana kwa watu kusikiza club. Mtu kusema kae chini na kama mbona huyu jamaa anaongea vitu real sana kama vinatuchoma wakati mwingine. Kwa hiyo lazima mtu umvute. Unamvuta vipi? Watu wanapenda muziki, wanapenda kucheza, dancing nini, kudance. Kwa hiyo mtu anapokuwa kalewa au nini, lakini ujumbe unafika pale pale. Moja kati ya marapa ambao kiwanda cha muziki wa Bongo Flava tulibarikiwa nacho anaitwa Albert Mangwea, ambaye hivi sasa ni marehemu. Tunafahamu jinsi ambavyo kifo chake kilitokea, ilikuwa ni mwaka 2013. Unafahamu jinsi ambavyo safari yake ilianzia mitaa ya Dodoma mpaka Dar es Salaam, mitaa Makumbusho pale, akaanzisha geto lake kupitia mitaa Bongo Records. Hapa aliweza kushirikishwa na Daz Baba kwenye ngoma inaitwa Wife. Mimi malengo yangu makubwa kutoa ule wimbo ilikuwa ni watu kufuata maadili, jinsi maadili yetu yalivyo Tanzania na Afrika kwa ujumla, na vijana kutokujishirikisha kwenye ngono mapema, kufanya ngono zembe na nini. Bora usubiri umri wako ufike na umtafute mwenzako mmoja uweze kutulia naye ufanye maisha, kwa sababu kuna HIV, kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo ndio nikajaribu kuzungumzia wife, kwamba kila kijana anahitaji atafute wife, aweze kupata wife mwenzie, aweze kuishi. Kwa hiyo nimeizungumzia jamii yangu yote, juzi, jana, kesho na kesho kutwa. Mimi nahitaji wife sababu mimi nimetoka kwa wife, ndio nikaja mimi. Nadhani wewe utahitaji wife. Nani anafaa kwa wife? Alikuwa na uwezo mkubwa wa kurap kwa kipindi kile, na ndio mtu nilikuwa naye ni karibu, na mimi nilivutiwa na rap yake, test ya rap yake. Wao wenyewe wanasema kwamba ukiwahitaji kuwaona wote watano, basi fuatilia video ya Jahazi, video ambayo wenyewe wanasema kabisa iliwakosti gharama za kutosha kwenye video, kwa sababu Jahazi ambalo waliweza kutumia kwenye video na watu ambao waliweza kuhusika lilisababisha video hii ikawa ni moja kati ya video bora sana zamani kwenye upande wa hip hop. Jahazi leo inasikika hapa, lakini pia wenyewe wanaizungumzia jinsi ambavyo ilifanikiwa kutengenezwa mpaka ikakamilika. Ile nyimbo imebeba maana kubwa sana ya Daz Nunda. Tunapozungumzia Jahazi, kizungumzia Daz Nunda, tunazungumzia Jahazi. It means ni nyimbo ambayo imebeba kitu kikubwa, kama nilivyokuambia katika nyimbo ambazo pia tumeapia Daz Nunda zote. Ile nyimbo ambayo tumeapia Daz Nunda, unamkuta Critic, unamkuta Sajo, unamkuta Rumba, unamkuta Daz Baba na mimi. Ni nyimbo ambayo tumeimba wote kama Daz Nunda. Ukitaka kutupata kwa Daz Nunda ndio utapata kwenye Jahazi. Mimi nilifika studio siku hiyo, mwanangu sina hata verse. Kwa sababu nilikuwa na practice na washikaji, lakini verse kutunga zilikuwa sijatunga. Sasa siku hiyo ndo majani katustukiza tu, oya we wenzako wote wako studio kunjoo. Nafika pale nakuta wanangu wote hapo ngwamba, mimi nimuite Feruzi pembeni, mwanangu vipi? Anambia tuna rekodi hapa. Ndo nikaanza kutunga verse pale, yani katika verse ambazo niliweza kuandikia pale na kwa kuogopa, kwa sababu majita alikuwa amejipanga. Ilibidi ionekane kana kwamba mimi nimelala naota nafanya deep kiss na mdada dem, lakini kumbe sipo na dem, nimeelewa, nimezima, mbwa ananilamba. Kwa reality ni mbwa ananilamba, lakini kwa sababu nimelala naota, nimelewa, naota kama niko na dem nafanya naye deep kiss. Sawa. Kwa hiyo katika kuigiza lile tukio kuna mbwa mkubwa mno, mbwa polisi, mbwa mkubwa mno tulimkodisha. Lakini kitu ambacho kilinitisha, ili mbwa anilambe, ananilambaje? Kwa hiyo nilichukua nyama nikawa nimeingata.
hivi, nimeiacha kidogo. Kwa mbwa akawa anataka nyama, mimi namnyima nyama. Kwa hiyo ili yeye asile nyama inabidi alambe hapa juu. Kwa hiyo ni mbwa alikuwa analamba hapa juu akitaka nyama. Moja kati ya ngoma bora na pendeleo au tunasema kwamba inapendwa na watu wengi sana, Nipe Tano Gong Gong. Ni moja kati ya ngoma ambayo ilikutanisha washikaji hawa pia na washikaji wengine. Nazungumzia Daz Nundas. Upishi ni wa bwana P-Funk Majani kutoka mitaa ya Bongo Records. Kwanza kuipata idea yenyewe kwa ni studio Bongo Record, nilikuwa na P-Funk, tusha rekodi kidogo, tumechoka. Lakini session ya pili tulijaribu kidogo kupiga beat. Katika kupiga beat akaligusa touch fulani hivi zikawa kali, akaniambia basi bora mimi nikurekodi wewe flow tu kuliko mimi nikurekodi. Kwa hiyo mimi nikaa na flow naimba ile nini sijui nipe tano. Baada hapo tukatoka tena tukaenda kutembea. Asubuhi yake siku ya pili yeye anafungua mafaili yake huko, ananipigia simu na bwana, kuna ile nani Nipe Tano ulikuwa unaimba jana asubuhi, Nipe Tano ile nzuri sana ile, msema unataka uimbe Daz Nundas. Kamba ngoja nije nisikilize mwenyewe, sikumbuki kweli. Kwenda kule ndio pia ananisikilizisha ile, anatupa beat. Nilienda na Feuzi studio, anatupa beat ndio tukaondoka na kwenda kuifanyia kazi. Kwa sababu kwenye album kila msanii alikuwa anatoa kama blessing ya ngoma moja kwa ajili ya kuwashirikisha group na kufanya kama blessing. Umeona? Kwa hiyo ile ilikuwa Daz akaleta bwana beats, tukatengeneza tukapiga ngoma kuonyesha kwamba bwana mimi nawashirikisha Daz Nundas wanangu katika album yangu, nataka nyimbo moja niimbe na Daz Nundas. Kwa hiyo ndo sababu mpaka na mimi pia nikaweza kuwepo, kwa sababu tulishirikishwa. Ndio maana Rumba yupo, nani Scout yupo, Critic yupo, na tuliwashirikisha na Suicide, rest in peace Pablo Escobar, na walikuwepo ku represent Suicide pale. Kwa hiyo ni ngoma ambayo tulifanya ile ni ngoma ya hood, tulifanya ngoma ya hood, yani ya mtaani, yani kusema kwamba ni Sinza. Ndio maana hata ukiangalia zile videos tumeshoot mitaa yetu, umeona, yani ni ngoma ya hood kama ninavyosema. Moja kati ya verse ambayo watu wengi wanaizimia, mimi pia nikiwa moja wapo, ni hii hapa inaitwa Namba 8. Faridi Kubanda mitaa ya Mwanza anawakilisha, aka FDQ, aliweza kushirikishwa kwenye ngoma hii kutoka mitaa ya Bongo Records. Ilikuwa ni upishi wake pale. Imagine biti fani hivi mrembo anakuzimia vile ulivyo, unataka kitu Nyamwezi unashita kugeto na nini, alafu anakupenda tu kwa sababu wewe ni msanii, aka kazi yako ni muziki. Changanya mvo lake nikipata simwachi, linanifanya nifate ini mwange tantachi. Nyombo namba 8 ananichanganya, toka moyo nasema nampenda sana. Awapige rogita majani kama Santana, ili na mimi nimuimbie mama. Nyimbo ya Nyombo namba 8 nilitunga nikiwa nafikiria nitamsifia vipi mwanamke. Nilifikiria hivi kwa Mungu jua ameumba sana, yani kwa naangalia unajua, hata katika kufikiria vile sasa mimi nitamsifiaje mwanamke, katika kufikiria kumsifia mwanamke ndio nikaweza kufikiria namba na nini, nikasema namba 8 hivi, kifikiria hivi shape zinaendana na hii namba, basi nikaita namba 8. Kwa hiyo nasifu tu kazi ya Mungu alipoumba, amewaumba wakina mama vizuri. Unaitwa nani? Unaishi wapi? Kazi yako ni ipi? Muziki. Ndogo nakuwa mzito, nonge kipi cha maana, kivipi ni mkaze jicho kati binti kasimama, au njikombe mojiko vidi staki kujuana. FDQ tulikutana tu kwa sababu tulikuwa wote kwenye show. Tulikuwa kwenye show, nafikiri kwa mimi FDQ, kikosi cha Mizinga, ilikuwa ni kwa ajili ya kina Chindo na JCB kule walikuwa wanazindua Watengwa nani yao branch yao ndani yao kule, walikuwa wana show Arusha Watengwa. Kwa hiyo ilituita kama kwenda kusupport kina Karapina, kikosi cha Mizinga, mimi kama Daz ya kutoka Daz Nundas, walinishtua mimi kama mimi niende.
alafu wakamstua na FDQ kama hip hopist. Wao tulivyoenda kule kwenye show, uwepo vile nikamwambia tupo hotelini Meruin pale, nikamwambia wewe mwanangu wewe Fidie, hebu sikiliza hii ngoma hii hapa mwanangu. Hatuwezi tukafanya wote mwanangu, kaniwekea rap. Kanisikiliza. Nikamwambia mwanangu piga bwana nisikie kusikiliza zile melodies na verse nini ilipokuwa kwanza hiyo. Akasema mwanangu bonge la jiwe tunaweza tukafanya mwanangu. Kama basi tukirudi ili video tutafanya, kwa sababu FDQ muda mrefu nakutana naye toka tumefanya Kamanda. Nilikutana na mara kwanza nakutana naye kwa Juma Nature hapo. Akaniambia mwanangu nini kwa fresh sana. Nikamwambia mwanangu tutakuja tutafanya kitu tu baadaye. Kwa Nature pale kwa simu. Kwa hiyo tulipokutana tena hivyo Arusha kwenye show, nikaona ile nyimbo bora nimpe mboy wangu, sababu wife ilishaimba na mwanangu wangu hoja hii, nimwachie mboy wangu na yapite michano, itakuwa so bad pate flavor tofauti. Shida yangu nilikuwa nataka flavor tofauti. Huu ni wimbo ambao ukichezwa mara nyingi kama kuna majonzi fulani hivi. Japokuwa zamani wakati ngoma hizi zinalia, watu walikuwa na dance nazo tu au wana bang nazo tu, hata kama sehemu za starehe. Kamanda, story ambayo inahusu mshikaji ambaye baada ya kupigania sana maisha yake hatimaye mwisho wake ukawa ndo hivyo. Tunasema RIP. Kamanda, yo. Siku mapigo yangu wa moyo mwisho atapokota, nuru itazima mfano wa nyota inapodondoka. Sisi tukikaa tuko naimba tunafikiria vitu vya hisia, yani tukikaa maskani nyimbo nyingi tuko naimba yani vitu vya hisia fupi. Tukikaa na feelings zikija basi vitu vinakuja. Ndio maana unaona nyimbo zetu nyingi kama wanavyosema ni zikuwa kama zina reflect. Kwa hiyo Kamanda ni wimbo ambao yani kitu ambacho mtu yoyote kinaweza kumtokea. Yani sio mtu hadi wadudu hadi wanyama. Unaona kifo kipo kwa kila kiumbe. Kwa hiyo unaweza kusema kiumbe chochote. Kwa hiyo ni kitu ambacho kikaa kama binadamu unatafakari. Hebu wewe mwenyewe kaa tafakari. Ukitafakari Kamanda ni siku ya baya mwisho, unatafakari vipi? Siku tunaenda kuchukua nyimbo hiyo Kamanda. Tusingeweza kwenda kuichukua sisi wenyewe, tungekuwa labda tungeitoa Kamanda siku hiyo. Kwa sababu niko na mwanangu Feruzi, tulikuwa tunakaliza mitaa Kariakoo pale wa machinga. Sasa mwanangu tulikuwa tunapita tunaweka neti njiani. Sasa mwanangu ametangulia, mimi nipo nyuma. Sasa mwanangu aligusa bahati mbaya si neti Feruzi, mimi niko nyuma. Jamaa akatukana, akamwambia mbona unatukana nini kitu gani? Jamaa akaanza kurusha ngumi, nataka kunirushia ngumi. Feruzi naye nikamrukia, mimi nikamrukia. Kwa hiyo ukawa mtiti mtaa wa Kongo wewe. Mwanangu Feruzi anapelekwa mtaa wa Grey huko, wanaitwa Mwizi, mimi napelekwa Msimbazi. Kuna wakati ule wimbo watu wakaanza kututisha kama unajua wimbo wa kifo ni kama uchulo kifo. Kwa kuna wakati Feruzi na Dazima pale walikuwa wanaogopa kwenda kuingiza verse. Walikuwa wanaogopa kwenda kuingiza verse. Hii kama uchulo na lakini baadaye wakaja na wenyewe wakazoea. Unajua kwa sababu nyimbo ilikuwa very sensitive. Kwa walipataga kauoga ndugu zetu Feruzi na Dazbaba, na sisi wengine baadaye tukapata uoga.